Agiza Mungu wa mbingu, kila mwaka mtaifanya sikukuu. Watu wote mkusanyike, muweke makambi siku hiyo, Bwana atakuwa nanyi. Kusanyiko kuu aliloagiza Mungu, njoni pamoja tukutane naye. Tengenezeni vibanda muwe pamoja, karibuni kwenye siku ya Bwana. Kusanyiko kuu aliloagiza Mungu, njoni pamoja tukutane naye. Tengenezeni vibanda muwe pamoja, karibuni kwenye siku ya Bwana. Mwaka mzima tumesafiri na tukauvuka. Hii ni nafasi ya kusema asante kwa Mungu kwa uzima na mibaraka aliyotupa. Tunasema asante kwake Mwokozi. Mwaka mzima tumesafiri na tukauvuka. Hii ni nafasi ya kusema asante kwa Mungu kwa uzima na mibaraka aliyotupa. Tunasema asante kwake Mwokozi. Kusanyiko kuu aliloagiza Mungu, njoni pamoja tukutane naye. Tengenezeni vibanda muwe pamoja, karibuni kwenye siku ya Bwana. Kusanyiko kuu aliloagiza Mungu, njoni pamoja tukutane naye. Tengenezeni vibanda muwe pamoja, karibuni kwenye siku ya Bwana. Kusanyiko kuu aliloagiza Mungu, njoni pamoja tukutane naye. Tengenezeni vibanda muwe pamoja, karibuni kwenye siku ya Bwana. Kusanyiko kuu aliloagiza Mungu, njoni pamoja tukutane naye. Tengenezeni vibanda muwe pamoja, karibuni kwenye siku ya Bwana. Kusanyiko kuu aliloagiza Mungu, njoni pamoja tukutane naye. Tengenezeni vibanda muwe pamoja, karibuni kwenye siku ya Bwana. Tuseme amen. Asante sana. Okay, it's now my pleasure. Niko na furaha kumleta pastor Paul Semba aweze kusimama mbele zetu ili alete neno la Mungu. Pastor, karibu sana. Asante. Watu wa Mungu, habari za mchana. Hamjambo? Moyoni ninasongwa kueleza swala zima la nilieleza jana, ambako sikulifikisha mwisho. Bado ninatafuta nafasi, kwa kuwa ninaona kabisa kuna haja ya kusikia mjumbe wa Mungu anaeleza nini juu ya kanisa la Waadventista wa Sabato, juu ya haya mawili, Babeli na Laodikia, na kwamba je, kutakuwa na wito wa watu kutoka ndani kwenda nje, na Mungu amesema nini. Kwa hivyo, na kabla sijatoka katika mikutano ya makambi, naamini hapa katikati Mungu atanijalia ili niweze kueleza hili kanisa la Waadventista wa Sabato, ambao ni kanisa la waliosalia wakati wa mwisho, namna adui anavyotumia kutoka nje na kutoka ndani. Na kama tulivyoona, ni waliosalia na wana utume maalum. Kwa hiyo kati ya leo na kesho kuna ambacho Bwana ataniongoza kutenda ili kushiriki ukweli huo. Leo
mwanzo wa somo hili, siri ya Injili. Leo ni sehemu ya kwanza mchana huu, siri ya Injili, the mystery of the gospel. Fumba macho tuweze kuomba. Baba yetu wa mbinguni, unapokwenda kutujulisha siri ya Injili, tusaidie kuelewa na kuitikia sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, amina. Injili limetafsiriwa kutoka katika neno la Kiyunani linaitwa evangelion. Evangelion ndilo ambalo linaitwa Injili. Ni matamshi ya Kiswahili, kwa sababu neno linaloanza pale maneno mawili, eu pamoja na ngelion. Kwa hiyo habari, alafu ila kwanza ewe na maana ya njema. Kwa hiyo yameungana pamoja, inafanya neno liitwe Injili kwa kutamka. Yaani matamshi ya Kiswahili, kama tungelikuwa tuna transliterate manake inatamkwaje. Kwa hiyo naitwa sasa Kiswahili Injili. Neno la Kiingereza ambalo linaitwa gospel limetokana na neno Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ndio maana nasikia Anglo-Saxon, ambao baada ya muda ambao unaona lugha inayozungumza Waingereza, lakini hapo kabla iliitwa Anglo-Saxon, ambao lenyewe origin yake ni imetafsiriwa hapo gospel, na ni maneno mawili, God and spell. To spell means to speak, to address. So God maana Mungu, God spell, Mungu anayesema, anachosema. Kwa hivyo hiyo Anglo-Saxon ambayo inaleta hilo neno gospel kutokana na neno God and spell. Mungu anaposema ndio unasikia wanatamka, hiyo ni good news when God speaks. Unasikia good news katika translation zingine za Kiingereza, ama wanaenda moja kwa moja gospel, maana ya Anglo-Saxon origin. Lakini hayo yote yanabeba maana ya kwamba ni habari njema. Lakini kwa nini ni habari njema? Ni habari njema kwa sababu unajua hata wale malaika waliimba siku ile Yesu anazaliwa, amezaliwa katika mji wa Daudi. Wakawaambia wale wachungaji, tunawaletea habari njema. Neno hilo hilo evangelion ni good news, ni Mungu ndiye anatenda sasa, na kwa sababu hiyo ikaitwa gospel, ikaitwa good news, ikaitwa Injili. Sasa tunaenda kuona hiki Yesu alichosema na habari njema, kwa sababu hata pale wameinterpret. Walipaswa waseme na Injili itahubiriwa. Kama wanafanya fasiri, wangekuwa wanafanya tunasema wana interpret, wangesema Injili itahubiriwa, lakini wame translate. Ngoja kidogo, kuna niarudisha vizuri kwenye akili yangu haya maneno translation na interpretation. Wamefanya interpretation, badala ya kusema Injili kwa Kiswahili wamesema habari njema. Hiyo ni interpretation. Wange translate
kama version inapopaswa kuwa wangesema injili. Kwa hivyo hii Yesu anaposema itahubiriwa hiyo injili, na ni nini hasa alichokuwa anamaanisha? Biblia itatusaidia kuweza kufahamu, kwa sababu kuhubiri injili ndio kunafikisha mwisho wa dunia, kwa maana ya kuja kwa Yesu mara ya pili. Fungua pamoja nami katika Waefeso sura ile ya 6 na usome mstari wa 19. Hebu soma hapo kitabu cha Waefeso, na bahati nzuri hii robo yote tunasoma kwa Waefeso. Waefeso sura ya 6 na mstari wa 19. Paulo alikuwa anaandika hapo. Inasema, ndio, pia na kwa ajili yangu mimi, kwa ajili yangu mimi nipewe usemi kwa kufumbua kinywa changu. Ili nihubiri kwa ujasiri ile siri ya injili. Nihubiri kwa ujasiri ile siri ya injili. The mystery of good news. Sasa angalia vizuri hapo kwamba nipate ujasiri wa kuhubiri ile siri ya injili. Sasa baadhi ya version za Kiingereza na hata hii ya Kiswahili nayo haijaitafsiri vizuri hilo neno, kwa sababu ukisema siri ya injili halafu Kiingereza pia utasikia asema secret, lakini version angalau ya Kiingereza baadhi wametumia neno mystery, kwa sababu neno la Kiunani linaitwa mysterion, ambayo kama wangeliweka kwa Kiingereza hivyo unavyoiona kweli watakuwa sahihi wakisema mystery. Kiswahili walipaswa watamke neno fumbo. Kuna tofauti ya secret na mystery. Secret when it is not revealed, it is covered, cancelled. Hiyo nasema ni secret, hiyo ni siri. Lakini the gospel, injili sio haijafunikwa, imewekwa wazi, lakini ni mystery, mysterion. Kwa nini? Kwa sababu you can never even explain how it works out. Yaani unaiona tu ni kama unachukua ile yeast unaweka kwenye ile dafu, umechukua unga wa ngano ukachanganya mle, na inavyoumuka ile inaumuka, inatanuka. Namna ya kuexplain vile yeast inafanya kazi ukishaweka mle, unaona mambo yanafanyika, lakini kuelezea inavyofanya inakuwa ni ngumu kabisa. The mystery of the gospel, ukiruhusu tu ikaingia kwenye udongo mzuri, utaona utendaji wake jinsi ulivyo. Kwa hiyo Paulo anasema utendaji wa injili ni wa ajabu sana, na ni fumbo za mystery. Biblia imetaja vitu vikubwa vitatu sana ambavyo inaita ni mystery. Imetaja ndoa ni mystery, ni kwenye Efeso hiyo katika Efeso 5:31, siri ya ndoa ni kuu. Halafu akaita pia injili is a mystery, ni fumbo. Lakini bado kwenye Thessalonians akasema vile dhambi ilivyoingia duniani wasi ukatokea, anasema is a mystery. Maana Mungu ameumba malaika wote wakamilifu, vile dhambi ilivyo creep in kupitia huyu Lucifer is a mystery. Lakini unaona utendaji wake is a mystery, uwezi ukaelezea inavyokuwa. Na hivyo injili nayo ni jambo la pekee sana. Na anapomwandikia mchungaji Timotheo, Paulo alimwandikia maneno haya, 1 Timothy 3:16, katika Timotheo ya kwanza 3:16, siri ya injili. Hebu soma. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirisha katika mwili. The mystery of godliness. Hapa anatumia neno godliness kwa maana ya kwamba namna ambavyo mtu anatoka kuwa mchafu mpaka awe mtauwa, yani ni utendaji wa injili, na it's a mystery, the mystery of godliness. Hapa anatumia neno godliness. Na kwa nini anatumia hivyo? Siri ya utauwa ni kuu. Mungu alifanywaje? Mungu alidhihirishwa katika mwili, alikuwa manifested in flesh. Na ndio maana wanaosema Yesu Kristo sio Mungu, they are really liars.
aliyefanyika mwili kwa mujibu wa John 1:14, neno akafanyika mwili. Na hapa Paulo anaandika hiyo ni siri ya utauwa. Mungu alifanya nini? Alidhihirishwa katika mwili. 2, akajulika kuwa na haki katika roho. Katika roho akatestify, ndiye the righteousness to all. Roho ndio akawekea muhuri, huyo ndio haki ya Mungu. Jambo la 3, akaonekana na malaika. Malaika wakaona katika kujidhiri kwake alipofanyika mwili, yani kitu kilichokuwa ni mvuto mkubwa kwa malaika, kwamba huyu ambaye ndiyo mkuu wa majeshi ya mbinguni, katika kuonekana kwake kama mtoto kwenye holi, akaonekana kuna malaika. Jambo la 4, akahubiriwa katika mataifa, ikiwemo na Kenya. Akaaminiwa katika ulimwengu, na katika ulimwengu watu wakamwamini. Akachukuliwa juu katika utukufu, kisha akapaa katika utukufu. Hapa anasema yani hiyo ni siri ya utauwa. The word was made what? Flesh. Na unajua hilo neno ulioshika kwenye Biblia, hiyo mystery ya the incarnation of Jesus, kule neno kufanyika mwili is a mystery, lakini pia ili neno ulioshika it's also a mystery. The incarnation is a mystery. The scripture came to us as a mystery. Nauja kuieleza sio leo, jinsi uone ya kwamba hilo unaosema neno la Mungu ambao linafanyika, unaposikia Paulo anaandika kwa Timotheo kwamba neno la Mungu limevuviwa, God breathed. Sasa ndio unaangalia hiyo mystery, hiyo pumzi ya Mungu ambayo anafanya na huyu ambaye anaitwa waandishi wanaitwa manabii nani, ili liitwe neno la Mungu. Kuna mystery, vile uungu unavyo combine na humanity, the incarnation and the scripture is a mystery. Kwa hivyo hiyo ndio siri ya utauwa. Alijulika kwa malaika, halafu akahubiriwa, akaaminiwa ulimwenguni, akapaa katika utukufu. Hapo anaitumia neno siri ya utauwa. Anayeweza kufanya katika utauwa ndio huyu aliyejulika katika mwili. Wakati anaandika kwa Waefeso siri ya Injili, anapoandika kwa Kolosai, Colossians hapo 2:2, akawa so clear. Angalia vizuri wakati anaandika. Unajua kitabu cha Kolosai ndio kitabu pekee cha New Testament kinachoeleza the divinity of Jesus Christ, the book of Colossians. Kile kitabu ndicho kinachofanya exposition ya ile uungu wa Yesu, kitabu cha Wakolosai. Hebu soma Wakolosai 2:2, uona anavyoijadili katika sura za mwanzo kabisa hapo. Soma. Ili wafarijiwe mioyo yao, wakiunganishwa katika upendo, ndio wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika, wapate kujua kabisa, wajue kabisa siri ya Mungu. Siri ya nani? Ya Mungu. The mystery of God. Kule walisema kwenye Efeso siri ya Injili. Hapa anasema siri ya nani? Ya Mungu. Halafu yaani Kristo. Siri ya Injili ni Kristo. Halafu ndio siri ya nani? Ya Mungu. Mpo ama mpo? Mko sawa? Kwa Waefeso amesema ni siri ya. Sema nisema upande huu mpo na ninyi. Mko hapa ama mko Kibera? Sio Machakos. Mko Kisii ya Jogoo.
Kwenye Efeso 6:19 ameita siri ya injili. Kwenye Wakolosai 2:2 akasema siri ya Mungu ambayo ni Kristo, the mystery of God. Ndio maana kule kwa anapomwandikia yule mchungaji mwenzake yule, akiwa mchungaji wa kanisa la Efeso ambaye anaitwa Timotheo, anamwambia hiyo ndio siri ya utaua, the mystery of godliness. Watu watakuwa wataua, watakuwa wacha Mungu, watakuwa watakatifu kwa sababu ya Kristo. Hiyo ndiyo injili pekee. Waposema habari njema ya ufalme itahubiriwa, maana yake Jesus will be preached. Na kama mliona siku ile kwenye kitabu cha Ufunuo, andika unachoona, sio unachosikia. Na aliona nini? Alimuona Kristo. Alipomuona akaanguka kama aliyekufa, akamwambia, mimi nilikuwa hai, nilikuwa nimekufa, niko hai, na ninazo funguo za kuzimu na mauti. Haya nayo unayoyaona yaandike na upeleke. Peleka siri ya injili kuanzia Efeso mpaka Laodikia. Na hapo ndio unaona ndio siri pekee. Na kwa nini inafanya watu kuwa wataua? Ni Kristo anayefanya kuwa wataua. Kristo ndiye siri ya Mungu, ndiye siri ya injili, ndiyo yeye anayeweza kuokoa na kuwafanya watu kuwa watakatifu. Akiandika kwa Warumi, katika kitabu cha Warumi ambacho ndio kitabu pekee kinacho interpret the gospel, the book of Romans. Na kile anapoandikia kwenye introduction, Paulo anaandika theme nzito sana, na anaeleza katika Warumi 1 mstari ule wa 16. Hebu soma. Anasema kwa maana sionei haya injili. Sionei haya, I'm not ashamed of the gospel. Sionei haya injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu. Ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Unaoleta wokovu kwa kila aaminie, kwa kila yeye anayeamini, kwa Myahudi kwanza, ndio, na kwa Myunani pia. Hatuwezi onea haya injili kwa sababu ni uweza wa Mungu unaoleta wokovu. Kule kwa Timotheo anasema hiyo ni siri ya utaua, inaleta utakatifu. Anapoandika kwa Warumi, hiyo ni anasema ni uweza wa Mungu. Na lile neno analotumia ni dunamis. Dunamis ni neno linalotumiwa, linalohusiana na utendaji wa Mungu pekee. Hawezi fanywa na mtu mwingine. Ni sawa na neno linalotumika kwenye uumbaji, lile linalotumika hapo mwanzo Mungu aliumba. Hilo linatumiwa na Mungu tu, neno bara. Berithis bara Elohim. In the beginning God created. Bara ni kitenzi kinachotumika na Mungu tu, kwa sababu you bring things that were not. Yeye analeta vitu kwenye vacuum. Lakini mwanadamu ili acreate, atengeneze, anatafuta foundation, material, resources. Ila ni Mungu anapoleta, anavileta havikuwapo, anavileta viweze kuishi. Latin language wanasema ni ex nihilo. Kwa hiyo yeye ndiye tu anatumia kitenzi cha creation, bara. Na hapa pia ndio unaangalia hata ile Daudi anayosema ile Zaburi 51 mstari wa 10, create in me a new heart. Hilo neno hilo bara, sio renovate my heart. No, take this one, the old one out and bring a new one. A new creation. Unajua uumbaji na ukombozi is the same theme. Dhambi imeharibu uumbaji, na Yesu anakuja arejeshe tena uumbaji ilivyokuwa. Na kurejesha, to restore, maana yake to recreate. Na hiyo lugha to recreate maana yake ni redeem. So unaposema amenikomboa, maana yake ameniumba upya. Hiyo neno ni one theme.
na Kristo pekee ndiye anayeumba, anayeeleza, anatufikisha kwenye utakatifu. Siku ile akiwa Nazareti, siku ya Sabato ile, hebu soma ule mstari wa 16, ile Luka Injili 4, Injili ya Luka 4 mstari wa 16. Hapa akatangaza, kadeclare, alipokuwa ana quote prophet ya Isaiah. Hebu soma katika Injili ya Luka 4 mstari wa 16, siri ya Injili sehemu ya kwanza. Hebu soma sehemu ya kwanza, inalenga kutusaidia kuona namna ambavyo Injili ni nini hasa. Soma. Akaenda Nazareti, hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato, akaingia katika sinagogi, kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akasoma. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Alafu akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Nasikia hiyo neno, maskini wanahubiriwa nini? Habari njema. Na ile maskini anayosema sio maskini ukosa hela, ni wale wanayotaja kwenye Mathayo 5, maskini wa nini? Wa roho. Kwa hiyo usije ukasema mimi maskini, mimi ndio ninahubiriwa. Ni maskini wa roho, wahitaji wa neema ya Mungu, watu wanaoona wanamhitaji Mungu. Na Bwana amenitia mafuta nihubiri maskini evangelion. Sasa angalia hapa ana quote Isaya, kwa sababu Isaya alikuwa ndiye anafafanua what is the gospel. Isaya na alichokuwa anafafanua pale, anaelezea Yesu ni nani anapokuja hapa duniani. Who is Jesus? Na Yesu anakoti kwa sababu anahusiana na yeye mwenyewe. Anasema nimekuja ili niwe habari njema kwa masikini. 2, amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Anaendelea kufafanua wale walio kifungoni, wamefungwa na ibilisi. Yeye ndiye anayefungua mageti, anafungua milango ili wafungwa watoke. Wamefungwa kwa tabia mbaya, yeye ndiye anayefungua. Ndio maana ni habari njema. Alafu na vipofu kupata kuona tena. Wale ambao hawezi kuona tena mapenzi ya Bwana. Niliwaambia juzi ile ya kwamba manabii waliitwa the seers. Seer ambao ni wale wanaoona. Na hata alivyoitwa Petro na hivyo Paulo hivyo waliitwa waonaji, walio vipofu wapate kuona. 4, na kuacha huru waliosetwa. Wale walionyanyaswa watawachwa huru. 5, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Wakati Yesu ana nukuu aliishia hapo. Ukirudi hiyo nukuu kwenye Isaya, maana ukitoka tu hapo unakuja neno linaloendelea na kisasi cha Bwana. Yesu aliishia hapo, alafu akacross ile scroll, akaanza exposition ya kile. Ndio unaona sasa anasema haya maneno yametimia kwenu. Aliwaambia yeye ndiye yaliyemhusu. Kwa hiyo pale anaelezea injili inachofanya, inatuacha huru mbali na dhambi, inatupatia kuwa warafiki wa Mungu, kwa sababu wafungwa wanafunguliwa, waliosetwa wanaachwa huru, watoka mikononi mwa shetani. Kwa hiyo amekuwa na huo wito na huo utume, hiyo mission. Na ndiyo maana Yesu mwenyewe ni injili. Katika Marko 1 mstari wa 1 anatueleza Yesu maisha yake ni injili. Marko 1 mstari wa 1. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo. Mwanzo wa injili ya nani? Yesu Kristo. Nini anachokieleza? Marko anatueleza yafuatayo, kwamba maisha ya Yesu, mafundisho yake, alivyoishi na kutenda, anaita ni injili. Ndio maana Mathayo, Marko, Luka, injili ya Yohana, vyote vinaitwa injili, na vyote kwa ujumla ni maisha, ni mauti
na ufufuo wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo maisha, mauti ama kifo na ufufuo wa Yesu, hilo ni maana yake ni injili. Na ndio maana kwenye zile doctrines of SDA watasema zile mafundisho 6, the doctrine of God, doctrine of man, doctrine of salvation. Pale kwenye salvation pale, kwa sababu of God ziko 5 fundamental beliefs, alafu of man ziko 2, zinakuwa 7. Ya 8 anaanza doctrine of salvation, ambayo anaanza the great controversy. Alafu ya 9 anaingia life, death and what? Resurrection of Jesus. Mara nyingi watu hawajui kwa nini life of Jesus ni ndio ufumbuzi kwenye the great controversy. Ni kwa sababu sisi watu tunaenda sana kwenye death of Jesus na tunaenda kwenye resurrection of Jesus, halafu hatujui inaanza na life. Nasikiza, ukweli ni huu: Yesu angeweza kuja tu moja kwa moja akiwa mtu mzima, akaenda Kalvari, akafa, akapaa, lakini alipitia utoto, yani ile tunasema life of Jesus. Kwa hiyo yale maisha tangu utoto kisha ujana, nenda kwenye utume, aliyofanya, alichotenda, alivyokula, alivyofanya, kila kitu, hiyo ni gospel. Na ni muhimu sana kuelewa sana. Jioni utakuja kuelewa takapokuwa naingia pale. Yani maisha ya Yesu, kifo chake na ufufuo wake, hiyo ndio gospel. Kwa hiyo Marko anasema mwanzo wa injili, yani mwanzo wa maisha, halafu kifo, halafu ufufuo. Kwa hivyo maisha ya Yesu ni habari njema, kifo chake ni habari njema, ufufuo wake ni habari njema, na hii vyote ambavyo viko pale ndio inaitwa injili. Na Paulo anasema sionei haya maisha ya Yesu, sionei haya kifo cha Yesu, sionei haya ufufuo wa Yesu, maana ni dunamis, the power that is working from within, the transforming power of God that changes you from where you are to where God is. Hiyo ndio inaitwa dunamis, ambayo inafanya kazi from within out. Sio kitu ambacho mwanadamu ametengeneza, ni utendaji wa Mungu ndani ya maisha ya mwanadamu inayombadilisha. Kwa hiyo nasikia the grace does what? Forgives. The grace does what? Empowers. The grace does what? Transforms. Ndio wale ambao wanasema neema ya Mungu imeshuka, lakini haionekani kuwa transform, haiwezi kuwabadilisha. That is not real grace, kwa sababu ni dunamis, the power that can transform our lives. Ndio maana anasema hiyo ni mystery of godliness, kwamba anatutoa kwenye uchafu mpaka tunakuwa wataua. Na mimi ninavyofanya ile dunamis ni kitu cha ajabu sana. Ndicho Paulo anapointroduce kwa Warumi, sionei haya injili, maana inabadilisha. Na ukweli ni huu, ushahidi ya kwamba sisi tunaielewa injili ni maisha yaliyobadilishwa kutoka wakisi kuwa Wakristo. Kama hatuwezi badilika, hatujakutana na habari njema kufungua hiki na kile. Ndio maana Petro anaandika, sisi ni uzao wa kikuhani, taifa takatifu, ukuhani wa kifalme. Tumeitwa kutoka wapi? Gizani, tuingie katika nuru yake ya from the various places where we were, from our tongues, from our nations, from, yani huko tulikotoka Biblia inasema ni giza, giza tupu. Kwa hivyo Marko anatueleza hiyo maisha ya Yesu, kifo chake pamoja na ufufuo wake ni injili. Kwa tunaeleza injili ni Yesu mwenyewe, injili ni maisha yake, injili ni utendaji wake, injili ni kifo na ufufuo wake,
Injili ni ile inayobadilisha maisha ya yeye anayoipokea. Ndio maana nasema habari njema itaenda, itabadilisha maisha ya watu, itabadilisha kufikiri kwao. Hebu nenda katika kitabu kile cha Matendo 16 halafu 17 halafu soma mstari wa 6. Uone injili inachofanya. It transforms the lives of people. Inabadilisha maisha ya watu. Inasema na walipokosa. Hiyo ni Matendo 17 mstari wa 6. Naam. Na walipokosa wakamkokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji. Ndio. Wakipiga kelele wakisema watu hawa walipoupindua ulimwengu. Soma vizuri hapo. Watu hawa walioupindua ulimwengu. Watu hao waliopindua nini? Ulimwengu. Wamefika huku nako. Wamefika na huku. Pale ilikuwa ni Tesalonike. Wale watu wakapiga kelele. Hawa watu wamepindua nini huko? Maana yake injili walioipeleka imebadili maisha ya watu. Turned the world upside down. Wale watu, injili, sikiliza ndugu zangu, lazima ibadilishe maisha yangu. Lazima iturn our lives upside down. Kama tulikuwa tunaenda huku, tunakwenda huku, tunageuka, sisi tunaenda hivi. Watu wanakushangaa kwa sababu ya dunamis, the mystery of God. Christ himself in us changes our directions, changes our priorities, changes the way we live, transforms our lives. Hiyo ndio siri ya utaua. Na Yesu akaielezea pale wakati anawapatia Great Commission, anawaambia ya kwamba mwafundishe mangapi? Teach them all. So teachings of Jesus is the bad, that is good news. Mafundisho yote ya Yesu. Na sasa anapoeleza hayo yote, anataka tueleze sasa in totality, life, death and resurrection, ambayo yote inahusika na kumempower mwanadamu, kumtransform mwanadamu kutoka gizani kuingia katika nuru, apate kuitwa mtoto wa Mungu. Na anayetenda hivyo ni Yesu mwenyewe. Na ndiye habari njema. Kwa hiyo posema habari njema itahubiriwa, maana yake mimi ndiye nitakayepelekwa kwa watu. Send Jesus to the people. Na unampelekaje Yesu? Peleka maisha yangu. Halafu nafanyaje? Peleka mafundisho yangu. Hiyo ni nini maana yake? They shall know you by your word. Watatufahamu kwa sababu sisi wenyewe ndio walio wahanga wa kwanza, waliobadilishwa. Unajua mtu yeyote ambaye hajabadilishwa anakosa credential ya kupeleka injili, kwa sababu unapeleka injili ambayo ni dunamisi, transforming power, imekubadilisha. Kwa hiyo unawaambiaje? I was, now I am. I was, now I am. Nilikuwa vile, saizi niko hapa. What happened? The power of the gospel. Lakini kama unamwambia mtu Yesu anakuokoa, Yesu anaponya, akikuangalia na unaishi naye nyumbani, anaelewa. Ni mke wako, anajua. Ni matusi ndio mengi na ukatili na ubabe. Na halafu anasema Yesu ametuokoa. Anasema they will know what you live. How you live, wanafahamu. Wanaelewa vizuri. Na wakazi wa dunia hii hawataki. Sikiliza kitu cha pekee. Tuna assimilate the truth, the teachings. Halafu inapobadilisha maisha yetu, watu wanastudy maisha yetu. Wanasema truly Jesus saves. Kama hawezi kuokoa maisha yangu, basi haina maana. Nenda kwenye Acts 19 verses 19 and 20. Hapa ni Efeso. Huo mji wa Asia ndogo. Angalia kile kilichofanyika wakati wa Paulo. Dunamis is the power, transforming power, the mystery of the gospel, siri ya injili. Matendo 19 mstari wa 19 na mstari wa 20. Na watu wengi katika wale waliotumia mambo ya uganga, wale wakakusanya vitabu vyao, witch doctors hao, na vitabu vyao vya uaguzi hao, wakavichoma moto mbele ya watu wote, wakasarenda zile kazi zao za ushirikina,
wakafanya hesabu ya thamani yake. Wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Na tulisoma hata kwenye kotari hii 50,000 by then. Vitabu vyote vya uganga, vya ushirikina, vya uchawi na nini, watu wanasurrender the power of the gospel, the mystery of the gospel. The gospel changes lives of people. Kwa nini sisi hatubadiliki? Tusibadilishwe na sisi. Anaendelea kutubadilisha, bado anaendelea kutubadilisha. Yaani usije ukafikia hatua ukasema siwezi. Teachings wafundisheni yote step by step, kwa sababu zile zote ni steps to godliness. Hatua kwa hatua anatupeleka, analeta neno, analeta fundisho, linatupatia ngazi moja kwenda ngazi nyingine. Lilibadilisha maisha ya watu wale, na ni injili pekee, habari njema. Ukiona mpaka wanafanya hivyo, sasa ndipo sikiliza. Hayo yote yako kwenye maneno yafuatayo. Unaposema tunapeleka habari njema, angalia connection na ile somo la jana na leo. Angalia vizuri sasa, kwa nini tulianza jana yale, ili upate connection ya leo. Unaposema wewe unapeleka habari njema, maana yake unampeleka Yesu, unapeleka maisha yake. Na maisha yake huwezi kuyabeba hivi kwenye kitabu, maana yake alivyokubadilisha. Yaani wewe ndio maisha ya Yesu yalivyobadilishwa. Kwa hiyo ndio unayopelekwa kwa wanadamu wenzetu hapa Kenya. Kwa hiyo wanakikuona wewe, wanaangalia tofauti. Hayo ndio maisha ya Yesu aliyokupatia. Carry my name. Ndio maana nasema ya kwamba you should be carrying your name, my name, not yours. Jina lake pekee. Nataka kuangalia vizuri wakati wa jioni. Kwa hivyo sasa angalia kwenye hiyo summary sasa, ambayo kwayo ndio inasema ukipeleka hiyo, umempeleka Yesu, maisha yake yako humo, umepeleka na hiki, umepeleka na hiki. Mathayo sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Hebu tuanze na John the Baptist. Soma haraka. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji, akihubiri katika nyika ya Uyahudi, na kusema, sikiliza alichokuwa anahubiri habari njema John the Baptist. Mstari wa 2, tubuni, repent, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. For the kingdom of God is at hand. Repent. Sikiliza mahubiri yake hayo. Mahubiri ya nani huyo? Yohana. John the ufalme wa Mungu umefanyaje? How to get in? Repentance, metanoia, turning away from sin, turning towards God. It's not just a turning, hate sin. Kwa sababu repentance ina maana chukia dhambi, na kwa sababu unaichukia unaachana nayo, unageuka sasa unamfuata Mungu. Unapomfuata Mungu maana yake unachukia dhambi na unamgeukia Bwana. Metanoia, as a Greek word. Hiyo ndio tu ya kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Repentance. Na mahubiri yote ya John Baptist ilikuwa ni tubuni, mkaingie kwenye ufalme wa nani? What about Jesus, the gospel? Mathayo 4:17. Angalia vile ambavyo unaposema, Yesu anaposema habari njema itahubiriwa, you should go. Walihubirije wenzetu? Kwa maana ya John the Baptist na wengine, lakini Yesu mwenyewe alifanyaje? Inasema tokea wakati huo, tokea tangu wametoka kwenye ile nyika in the wilderness, after 40 days fasting in the wilderness, tokea wakati huo amerudi. Sikiliza alichokuwa anahubiri. Yesu alianza kuhubiri na kusema, alihubirije? Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Leo watu wanahubiri utajiri. Eti ndio mahubiri watu wanasema ndio injili ya Yesu. No. Hamna. It was with John the Baptist, Jesus himself, na baada ya kufa kwake akafuka, ndicho alicho emphasize kwa wanafunzi wake after his resurrection. Na siku hiyo aliwaambia maneno haya, go paruka
Luka 24, the last chapter, the gospel according to Luke. Luka 24, ona alichowaambia wale wanafunzi wake. Siku hiyo ndio siku waliosikiliza. Sasa hapa siku alimefufuka, ona alichoeleza katika Luka 24 mstari wa 46 na 47. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Na kwamba mataifa yote. Mataifa mangapi? Yote. Mataifa mangapi? Yote. Ninyi watu mpo bado? Ndio kusema ninyi tu ndio mna njaa, mimi sina? Unajua kuna watu wanaweza kaonekana wana njaa sana kuliko watu wengine. Ni sawa na walevi, wengine wanakunywa mpaka wanaenda kubebwa. Ni kama wanawaambia walevi wengine hawanywi, wao tu ndio wanakunywa. Sasa hii ninyi mnaniangalia namna hii, ndio kusema ndio hapo mko vizuri. Hamjambo? Wailile. Mstari wa 47. Na kwamba mataifa yote. Mataifa mangapi? Yote. Tanzania ikiwemo, Kenya ikiwemo, Uganda ikiwemo, Angola ikiwemo, kila taifa. Mataifa mangapi? Yote. Sikiliza Yesu anachosema. Watahubiriwa kwa jina lake. Watahubiriwa kwa jina lake. Nini watahubiri? Habari ya toba na ondoleo la dhambi. Watahubiri habari ya repentance and the remission of their sins. Sio about it. Sio prosperity. Unajua injili ya utajirisho leo, leta mafuta, tumeyaombea, weka kwenye biashara. Ndio maana wale wote wanaotoa zaka na sadaka ili wapate hera, they are out of track. Yesu ameshafufuka, anaeleza mataifa yote watahubiriwa habari ya nini? Toba na ondoleo la dhambi. That's the gospel in totality. Ndio maana ikiwa tunahubiri injili, lazima ihusu toba, na kwamba watu wanaotubu wawe na hakika Mungu anaondoa dhambi zao. Amen. Leo tuna injili hapa ya kuchekeshana, ndio imejaa kwenye madhehebu mbalimbali, na mahubiri ya kuatia watu moyo, utakuwa na afya nzuri, lazima watu wapone. Nisikilize ndugu zangu wapendwa, huu ugonjwa unaotupata huu, Mungu is able kutuondolea magonjwa, lakini that is not what you can rely upon. Kwamba ili tuonekane Mungu ananipenda, lazima aondoe saratani, lazima aondoe kisukari, lazima aondoe pressure. People will be preached concerning repentance and the remission of their sins. Kitu hiki ambacho kinaendelea leo sicho chenyewe. Kwa bahati mbaya, and I'm also, it is unfortunate, even in this church, Seventh-day Adventist, we have preachers, well wishers. They are not preaching. Wanawapaka watu mafuta. Ndio maana dhambi inatukura. Kwa sababu hii sauti leo imefilisika. Ujumbe wa onyo kwa kanisa, it's almost bankrupt. Dhambi inakula maisha yetu, na tunatiana moyo, we are going to Zion, tunaenda mbinguni. No repentance. Hayo ndio yamebaki mahubiri leo. We after popularity, maisha ya kuwasema tubu. Wanasema hey, don't complicate the religion. The grace of God is sufficient. What kind of grace is that? Maana Mungu ametuokoa from sin, not in sin. That's a motion from somewhere to another place. Leo tunasema Mungu ameniokoa, lakini tubaki kwenye dhambi umo. Halafu tunasema that is good news, that is grace. Hajawahi hubiri Yohana namna hiyo. Yesu mwenyewe hajawahi hubiri injili ya namna hiyo. Wala anapofuka anawaambia wanafunzi wake, hubirini habari ya toba. Teach them to observe all. Kwa sababu hii ni nguvu inao transform maisha yao. Watakaposikia watubu. Hiyo ndio walikuja askari wakati wa Yohana, toshekeni na mishahara yenu. Ina maana wale wote ambao ni employees lazima wajue wasichukue hisio yao.
watosheke na mishahara yao. Corruption maana yake hawatosheki na mishahara yao. Teach them, tell them everything to observe. Wakaja wale watoza ushuru, akamwambia msitoze kuliko kiwango. Leo tumaini limeenda wapi? Maana kama hii dini ingelikuwa hapo, mataifa wangeiona ikiwaka. Hiki ndicho Yesu anasema mtapeleka ulimwenguni. Watu waweze, wakisikia watarepent. Kama hakuna mafundisho hayo, no repentance. Kama hakuna repentance, hakuna remission of sins. Maana yake doomed to destruction. Na kwa bahati mbaya tunapendaga sana yale mahubiri yanayotufurahisha. Hayo ndio tunapenda mno, mpaka tunafanya hivi. Hayo unaitikia amina mpaka na chorus, kwa sababu ni natural kwenye maisha yetu. Maisha ya dhambi kwangu na kwako, huu mwili, hivyo vitu vya dhambi ni natural. Na kwa hivyo tukipata watu wanaotutia moyo kwenye maisha ya dhambi, tunasema hao ndio God's people. People who encourage, people who give them hope. Kwa hiyo tunasema hiyo ndio hope, hiyo ndio hope. Tusiwaambie watu hii hakuna, hapana. Tukae tu hivyo, lazima wa encourage watu, wapatie hope. Hope, the only hope is Christ and him crucified. Na kitendo cha Yesu kufa maana yake God hates sin while loving the sinner. Sio tu amependa mdhambi, wakati ananipenda mimi mdhambi, huku ananionyesha anachukia dhambi. Ndicho alichompatia Hosea kwa yule mwanamke ambaye ni maraya, ambaye amezaa naye watoto. Yule mama anaenda kule, Mungu anamwambia nenda tu mfate. Wanamdai hela za watu amekula, walipe, rudi naye. Mpaka Israeli wakalia machozi. Huyu mtumishi wa Mungu ananyanyaswa na mwanamke huyu, ni mzinzi kabisa, anaendelea hivi. Kumbe Mungu alikuwa anatumia as a lesson plan, a lesson illustration. Anataka Waisraeli wajue, wakati wao wanatenda maisha ya dhambi, wanaendelea kusema Mungu ni mwenye huruma, Mungu ni mwenye upendo, hawajui God is suffering. That's why unaposoma long suffering God, yaani mtu anapokuwa anafanya dhambi, Mungu anataka kupitia maisha ya Hosea, he is suffering. Watu hawawezi kuona Mungu anateseka tunapofanya dhambi. Si tunaona tu Mungu ni mwenye upendo. Alitaka Hosea illustrate kwa Israeli, aone anavyoumia Hosea, jinsi ya mke wake alivyo sivyo mwema, ili awaambie Mungu anaumia wakati wanakuwa waabudu sanamu. Alafu sisi hatuoni hilo, tunakumbatia Mungu ni mwenye upendo. We don't see kila dhambi inayofanyika Mungu ana suffer. How can you be happy doing sin? Not I'm happy because God loves me. God is suffering. And faithfulness means God is suffering. Na kwa sababu hiyo, repent. Ndicho alichowaambia, mtahubiri injili inayoitwa tubuni mpate msamaha wa nini? Na hiyo ndio unayosoma kwenye siku ya Pentekoste, baada ya siku 40. Na halafu Yesu amepaa siku ya 50. Tangu siku 10 Yesu amepaa. Siku Petro anahubiri, he preached the same gospel. Watu waliposema what shall we do, Petro akasema tubuni, mkafanyeje? Mkabatizwe, nanyi mtapata msamaha wa nini? Na kupata kipawa cha Roho nani? That is the old time religion and preaching. Amen. Repentance and the remission of sin. What I have done. Umefanya nini na mimi nimefanya nini? Maisha ya leo, we encourage each other in sinful life. We encourage by quoting the grace of God. Na sio kipindi tuta Pentecoste, that was what the gospel according to Paul. If at all he could have written the gospel. Lakini alichoambiwa ndicho hicho.
Soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 15 mpaka mstari wa 18. Wakati ana testify, wakati yuko mbele ya serikali ile, wenyewe walifikiri anajitetea kufungwa kwake, kumbe yeye alikuwa na witness. Sikiliza injili yake aliyoitwa kuifanya, na ana recall the way to Damascus, kilichotokea siku ile, na amerecall mara 3, and this was the last. Ana recall ile experience aliyokutana na Yesu na alichomweleza kufanya. Matendo 26 mstari wa 15 hadi mstari wa 18. Hebu soma. Nami nikasema, wewe u nani Bwana? Maana mstari wa 10 anasema, Sauli, mbona waniudhi? Alafu Yesu akamwambia, uwezi kuupiga teke mchokoo. Sauli akiwa chini akasema, ni nani Bwana? Bwana akaniambia, Yesu akamwambia, mimi ni Yesu, ambaye wewe unaudhi. Unayeniudhi wewe. Lakini inuka sasa, usimame kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Maana nimekutokea kwa sababu hii. Nikuweke wewe uwe nani? Uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona. Na wa mambo ambayo katika hayo itajidhihirisha kwako. Nikikuokoa na watu wako. Nitakuokoa na Waisraeli na watu wa mataifa. Na mataifa utakakokwenda, ambao wanakutuma kwao. Uwafumbue macho yao. Fanya this thing. Open their eyes. Na unakumbuka kwa alisemaje? Kuwafumbua masikini macho yao wafanye nini? I send you to open their eyes. Alafu na kuwageuza waiache giza. Turn them to leave darkness. Na kuielekea nuru. Waelekee kwenye nuru. Anazungumzia habari ya repentance, metanoia. Anasema Yesu alimwambia na kutuma wafanye macho yao yaone, halafu wageuke kutoka giza waelekee kwenye nuru. Waziache na nguvu za shetani. Waache nguvu za shetani. Na kumwelekea Mungu. Wamwelekee Mungu. Kisha wapate msamaha wa dhambi. Dhambi zao na urithi miongoni mwao. Waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Iliyo kwake Yesu. Hapa ana explain repentance and remission. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho, injili itatutaka wote kutubu na kuacha dhambi, kuacha giza, kwenda kwenye nuru, kwenda kwa Mungu, na akaahidi tutapata ondoleo la dhambi. Hii ndiyo injili. Nyingine yote ni takataka. Usiwe aspired kwa takataka, kwa sababu kitakachotufanya tuwe wataua ni habari njema. Ni habari njema kwa sababu inatutenga na dhambi, inatuunganisha na Mungu. Soma fungu la mwisho katika kitabu cha Korinto wa pili, 2 Corinthians chapter 5 and verses 18 to 20. Soma pale mafungu ya mwisho, halafu twende tupumzike. Soma. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi, ametureconcile sisi na nafsi yake kwa Kristo, na nafsi yake kupitia Yesu Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Hallelujah. Amina. He gave us the mystery of reconciliation. Yani Yesu anaposema pelekeni injili, is the ministry of reconciliation. Ametupatia huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. He was in Jesus Christ, akiupatanisha ulimwengu, reconciling the world unto himself, asihesabiwe makosa yao. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Mambo mawili ametupatia: moja, huduma ya upatanisho; mbili, neno la upatanisho. Basi tu wajumbe, sisi ni wajumbe kwa ajili ya Kristo. Kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Twaomba ninyi, twawasi mpatanishwe na Mungu. Amen. Ndicho hiyo. Naona umesita kumalizia. Twaomba ninyi kwa ajili ya Kristo. Mpatanishwe na Mungu.
Mtu yeyote anayesema habari njema itahubiriwa, tapeleka injili, hii ni huduma ya upatanisho. Hii ni neno la upatanisho. How God reconciled himself with anapo reconcile himself with the humanity. Repentance, there is a remission of sin. Na hii ndio injili. Through Jesus Christ, Mungu anaupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Na ametupatia huduma ya upatanisho. Ametupatia neno la upatanisho. Sikilizeni ni Wakristo wenzangu mnaonisikiliza. Sikilizeni, Wakristo hawana adui. Wakristo hawana nani? Wakristo hawana nani isipokuwa shetani. Wengine wote ambao ni wanadamu, sisi tumepewa huduma ya upatanisho. Tumepewa neno la upatanisho. Pale palipo na Mkristo kuna upatanisho. Ndio maana mke na mme wao ni mashahidi wa kwanza wana injili. Wanapoishi mahusiano mazuri, they are reconciled. Kama ni watoto na wazazi, wamekuwa reconciled. Maana injili walio nayo inahusu reconciliation. Reconciliation. Kristo ametupatanisha na Baba kupitia kifo chake, na ametuachia huduma ya upatanisho. Live my life there in the word. Ameenda sema ishi maisha. Halafu leo kuna watu hawasalimiani. Kuna watu wana chuki, wana visasi, hawapatani na watoto wao, hawapatani na wenzi wao, hawapatani na sisi na nani, hawapatani na watumishi wenzao kule kazini, kwenye ajira. Wakristo wameitwa kupitia wao ulimwengu upatanishwe na Mungu. This is the good news. Kama itakuwa vibaya tofauti na hivyo, tumesaliti. Kama Yuda Iskarioti. This is the ministry given to us. Hii ndiyo neno tuliopewa. Kwa hiyo Mungu hatutazamii kuwa watu wa kulipa kisasi. We meet evil with good. Hatukutana na uovu kwa kuwafanyia uovu. Tunafanya mema wanapotufanyia maovu. Kuanzia nyumbani, nenda majirani, nenda kazini, nenda popote. Tumepewa huduma ya upatanisho na neno la upatanisho. Na hivyo Mungu anasihi, patanishweni na Mungu. Mchana huu leo, ikiwa unahisi moyoni mwako unahitaji dunamis katika upatanisho, lakini huenda kuna mtu mahala fulani unahitaji uwezo wa Mungu akusaidie kupatana naye, rectify those things before you rest. Mchana huu leo haupasi kuwa na adui. Ukimwona unaona kama radi, thunder and lightning, lakini kumbe amekupatia huduma ya upatanisho. Amekupatia na neno la upatanisho. Je, unahitaji upatanisho na Mungu? Mchana wa leo simama pale ulipo. Mchungaji atakuja, niko ataomba kwa ajili yetu. Na ni shauku yako, simama, tembea tu hapa ulipo. Mungu nisaidie katika maisha yangu, kwa Yesu Kristo nipatanishwe na wewe. Tembea tu uje, sogea tu jioni ya leo, mchana wa leo, sogeeni hapa. Patanishwa pamoja na Mungu. Even a pianist can keep quiet. Patanishwa na Mungu. Patanishwa na Mungu. I feel it to come so closer to you. You may exercise such faith by marching towards. Tembea tu uje hapa. Yesu nisaidie nami kuwa na ujasiri huo kwamba nimepatanishwa na Mungu. Yeyote ambaye ameishi maisha yasiyofaa asibaki na hatia na guilty. Katika repentance there is a remission of our sins. Mtu asikwambie eti kuna mkosi wa bibi, kuna mkosi wa yule nyanya, sio kuna nani kule babu. Never. Repentance inampatia Mungu opportunity to remit that sin. Take it away. Hawa tunahubiri huko, kuna mkosi wa babu, kuna mkosi wa shangazi, eti ameshika nyota yako. Hiyo yote ni takataka. Repentance washes away everything. Don't be captives in the hands of the devil. Repentance ina cleanse everything. Watu wakitubu wanahakika Mungu ameondoa dhambi. Leo dhambi inaondolewa kwa mafuta, inaondolewa kwa maji,
Dhambi gani hiyo? Tuhakikishiwe na mchungaji nani huyo? Repentance and remission of sin. Ameeleza tu ni toba na dhambi inaondoka, anaiondoa yeye mwenyewe. That is the only condition to enter into the kingdom of heaven. Hiyo ndio injili, na ndio maana Mungu ametuachia hii Biblia. Ni neno la upatanisho, na huduma ninazozifanya ni za upatanisho, na watu anataka Mungu atutumie vinywa vyetu na maisha yetu ajipatanishe nao kwa ajili ya. Wako watu ambao wanakwenda kubatizwa katika miisho ya makambi haya, na huko katikati yetu, nyosha mkono kama upo. Pasa atakapokwenda kuomba ataomba pia kwa ajili yako. Nyosha tu pale ulipo. Mungu akubariki sana. Nyosha. Anasema, Mungu nisaidie nami katika ubatizo huu. Jesus is in the process reconciling you with God. Nani? Yesu mwenyewe. Nyosha mkono. Nyosha tu mkono. Bwana wabariki sana. Yuko mwingine? Yuko mwingine somewhere? Bwana wabariki sana. Hebu njoeni tu hapa watu wa Mungu. Pasa karibu kwa ajili ya sala. Njoeni. Anasema, Mungu nisaidie kwa ajili ya ubatizo huu unapokwenda kunipatanisha na Mungu. Na yeye anafanya kimoja tu, when we repent God takes away our sins. Na hiyo sio mpaka mtu akwambie eti dhambi zako zimeondolewa. It is written, just trust and believe the word of God. Mungu akisema ukitubu, yeye anasamehe, hahitaji upate evidence nyingine. Accept, kwa sababu Mungu ni mkweli. Mungu ni mkweli. Tembea tu mchana huu leo kwa ajili ya ubatizo. Tembea. Wakati hao nakuja, huenda wako watu wa Mungu hapa ambao wanafahamu kabisa kuna mtu fulani mahusiano yetu sio mazuri, na nikifa sijayaweka sawa namna hiyo, huenda nikawa nimemisi tabia ya Kristo, kwa sababu yeye ni mpatanishi na amenifanya mpatanishi. Unahitaji ujasiri na neema ya Mungu akusaidie kufanya reconciliation na mtu fulani. Kama uko hapa, Mungu nisaidie nije nichukue hatua ya kufanya reconciliation, kufanya mapatano na mtu fulani. Ni jirani, wewe ndio unajua, ni mfanyakazi mwenzako unajua, ni ndugu yangu wewe unajua. Kuna mambo alikufanyia hata kama ni mabaya kiasi gani, lakini umegundua wewe umeitwa kupeleka injili ya upatanisho, na naomba Mungu akupatie nafasi hiyo ufanye. Tembea tu na wewe uje hapa. Tembea tu kwamba Mungu nipatie neema hiyo na ujasiri wa kuweza kuihubiri hiyo injili ya upatanisho. Ianze na mimi. Tembea tu mchana wa leo. Njoo tu hapa, Mungu atakupatia nafasi hiyo. Kama yuko mbali, atakufungulia milango ya kukutana naye. Usije ukasikitika siku ile. Saa hiyo yuko kwenye gereza, yuko tayari kwenye shimo, yuko kwenye mochwari, yuko kwenye jeneza, na anaenda. Ulikuwa na fursa ya kupatana naye, lakini ukaharden the heart, kazuia moyo wako, eti kwa sababu atakuona wewe ni weak. What kind of weakness is that? When we reconcile, we are stronger. We are stronger to meet the devil, stronger to defeat the devil, and ready, prepared to meet Jesus. Mtu asikufikiri kufanya upatanisho eti ni udhaifu. Ni tabia ya Yesu iliyo strong. Reconciliation. Tembea tu, Mungu atapatia nguvu, atapatia fursa, na utaona unaweza kabisa kureconcile by his grace. Basta karibu ajili ya sala. Tunapoenda kuwaombea wenzetu ambao wataenda kubatizwa,